kanisa, ama niambie watu wanapitia hali ngumu, ya kwamba Yesu aliyekubeba wakati ule, wakati uliokuwa unapitia hali ngumu, huyo Yesu aliyekubeba wakati huo anakubeba hata sasa. Bwana Yesu asifiwe. Ule wakati nikikumbuka, kuna nyakati ya kwamba chakula ilikuwa shida kupatikana katika nyumba yangu, lakini huo msimu Yesu akatubeba, na leo hii hatuongei mambo ya chakula. Kwa hivyo ninahimizika ya kwamba kuna jambo unalopitia na unashindwa unaenda kutokezea wapi, lakini Yesu anakuhimiza. Yesu aliyekubeba wakati ule hata saa hii anakubeba. Bwana Yesu asifiwe. Anakubeba. Jiachilie tu kwake, achilia mambo yote kwake, atakubeba hata masaa haya. Haleluya. Kwa hivyo usisumbuke, usitaabike, moyo wako usiname, bali ukapata kujua aliyenibeba wakati nilipokuwa ninapitia mambo mazito, na sikuisha, sikukata tamaa, sikuacha wokovu, bado nilibakia katika nyumba ya Bwana. Aliyenibeba atanibeba hata wakati. Praise the name of the living God. Nataka tukapate kusoma maandiko. Hallelujah. Amen and amen. Tunasoma kutoka katika kitabu cha Timothea wa pili, 2 Timothy 3. 2 Timothy 3. Tukianzia hapo mwanzo. Mr. Kitene, utasoma mpaka mstari wa 6. Timotheo wa pili mlango wa 3 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 6. Lakini yakupasa kufahamu jambo hili, kwamba siku za mwisho utakuwa na nyakati za hatari. Nyakati za hatari. Kwa maana hili kila mmoja amefika Timothea wa pili, 2 Timothy 3 hapo mwanzo. Taanza tena. Lakini yakupasa kufahamu jambo hili, kwamba siku za mwisho kutakuwa na nyakati za hatari. Kwa maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Maana kuwa watu watakuwa wenye kujipenda. Underline the word. Watu watakuwa wenye kujipenda. Wenye kupenda fedha. Wenye kujisifu. Wenye kiburi. Wenye kumkufuru Mungu. Wenye kumkufuru Mungu. Wasiotii wazazi wao. Wasio na shukrani. Oh my God. Wasio na shukrani. Wasio watakatifu. Aina zote za tamaa mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana lipewe sifa. Paulo anaongelesha akina nani? Paulo anaongelesha kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Paulo amepata ufunuo. Anaongea juu ya nyakati ya siku za mwisho. Kwa hivyo alikuwa anaongea juu ya wakati gani? Alikuwa anaongea juu ya majira haya ambayo tunaishi masaa haya. Hakuwa anaongea juu ya kanisa lile lilikuweko wakati ule, bali alikuwa anaongea, Roho wa Mungu akamfunulia. Mungu akatazama katika roho, akaona nyakati za mwisho. Kuna kizazi kinaenda kuinuka, kuna watu wanaenda kuinuka, kuna kanisa linaenda kuinuka, na hili kanisa litakuwa na shida. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mungu akafunulia Paulo. Paulo andikia kanisa, ili kanisa lile linalokuja likajiepushe na mambo kama haya. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba nyakati hizo za mwisho, maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. That your prayers zitakuwa I, me and myself. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba watu watakuwa wanaombea, akiomba zaidi ataombea mtoto wake, ataombea mume wake, ataombea mke wake, yaani familia yangu. Mungu tukumbuke, kumbuka familia yangu, watoto wangu, kazi yangu, yaani kila kitu yangu. Watu watakao kuwa wamejipenda. Na ninataka wakati tunashiriki hili neno, mimi sijui wewe
asifiwe. Mimi sijui wewe uko wapi, lakini hebu jiangalie katika maandiko. Kuna uwezekano wewe uko mahala pale. Kuna uwezekano ni wewe Roho wa Mungu anaongelesha asubuhi ya leo. Kuna uwezekano ni wewe ambaye umebakia. Maombi yako ni mimi na familia yangu. Baba, ninakuomba bariki kazi yangu. Baba, bariki mume wangu, maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Watu ambao wamejipenda, people who love themselves, hawataki kujali huo mwingine, hawataki kusoma maandiko na kusikia vile Roho wa Bwana anasema ya kwamba ukampende jirani yako. Haleluya. Sasa wewe ulimwaza mwenzako, ulimwombea mwenzako, ulipopata mwenzako ako na shida, ulimwombea, ulimjali, ulimpa unga, ulimpa shilingi moja. What did you do to your neighbor? Ya kwamba wewe usipatikane katika maandiko haya. Ya kwamba mimi ninaweza simama na niseme hiyo maandiko sio mimi kwa sababu mimi ninawapenda wote. Unajiuliza maswali kama haya. Bwana Yesu asifiwe. Wanaopenda fedha. Pesa kila mtu anapenda pesa. Hapo tuongee tu kweli. Sisi wote tunapenda pesa. Lakini shida ni unapenda pesa kuliko Mungu. Pesa tunapenda kila mmoja. Lakini swali ni inawezekana unapenda pesa kuliko Mungu? Ya kwamba pesa ndio yani kila kitu kwako. Tunapenda pesa. Na pesa sio mbaya, lakini utakapoiweka kiwango cha Mungu, ya kwamba pesa ndio inakujaga kwanza, Mungu anakuja baadaye. Wewe umepoteana na Mungu, ujue hamuko pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe ukijiangalia, ni pesa inakuongoza ama ni Mungu? Who is in front? Nani yako hapa mbele? Ni Mungu ama ni pesa? Wewe jibu hiyo maswali. Uende ukijitiki wewe, hapo hapo niko tiki, hapo niko tiki. Wewe enda ukijitiki, alafu ujipe max. Bwana Yesu asifiwe. Wewe max wewe mwenyewe. Watu wenye kujisifu. Hallelujah. Praise the Lord. Ati kujisifu ni hao watu tu wa kujipenda. Wanajisifu tu. Ni mimi ninaweza fanya hivi, mimi ninaweza fanya hivi, mimi I can do better than so and so, I'm more qualified than so and so, mimi I'm better, I can do better, I am this. Unaona mimi ukiniona, mimi hata kuimba ni vile hawajanipea nafasi, mimi naweza imba. Watu wa kujisifu, watu wenye kiburi. Yako imeandikwa hivyo. Watu wenye kiburi na watu wa kujisifu. Mpaka wakutukanana. Unajua kidogo hapa watu wako kanisani. Sijui kama wewe unajua hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu aongeleshe watu wako huko nje. Anatuongelesha sisi ambao tuko hapa asubuhi ya leo. It is us who are here this morning. Hata sio wale hawajafika. Wachana na hao hawajafika. Ni sisi ambao tumefika. Ni sisi Mungu anaongea na sisi. Hebu jiangalie, usiseme unaona na niso haki angekuwa amefika asikie hii neno. Sio huyo mwenye hajafika, ni sisi ambao tumefika. Watu wenye kiburi. Mimi ninalifiaga Mungu. Nikijua maandiko inasema ya kwamba God will resist the proud. Can you imagine ukikataliwa na Mungu? Ukikataliwa na Mungu utaenda wapi? Hata nikikuombea na umeshakataliwa na Mungu kwa ajili ya kiburi yako, kuna usaidizi wote ninakupea? Kuna faida yote ninakusaidia nayo? Sasa ninakuombea kwa nani? Na mwenye nakuombea kwake ndiye amekukataa. Can you imagine? Hata dada akuja hapa akumwagilie chupa mzima ya mafuta. I command blessing, I command favor, I command breakthrough. Ya nini? Unaitisha nani? Inatoka wapi? Na mwenye kiburi maandiko inasema ya kwamba Mungu mwenyewe amemkataa. Do you know there are things that we are supposed to fear? Yaani ukifikiria ati kiburi kidogo tu hivi, majivuno kidogo tu hivi, ya kwamba Mungu hana shughuli, wewe tembea na kiburi yako, lakini mimi Mungu wako nimekukataa. Ni hatari
hatakusaidia. Roho Mtakatifu hatakusaidia. Mungu alishakukataa. Kwa hivyo ninakuomba ewe kanisa la Yesu Kristo, ewe kanisa la Bwana, kanisa la nyakati za mwisho, jichunge, jiepushe, jitenganishe na uovu wote ambao unaweza fanya Mungu akuache, akuweke kando. Hataki kusikia, hataki kujua. Unajua Mungu alimwambia Samueli ya kwamba hata ukinililia aje huyu mtu Sauli, mimi sitamsikia. I have already rejected him. It is sad, and not even sad, ni ya kutetemesha ama ya kuogofya, kuitikira. Yaani unaogopa ukiwaza usiku ya kwamba Mungu akuwe amekasirika na wewe na amekuacha na ameuficha uso wake kwako na amekutupa nje, amekutupa nje kwa sababu ya kiburi, majivuno, kujipenda, ya kwamba hayo mambo ukiwaza, unatembea katika unyenyekevu, unatembea katika kutii neno la Mungu, unatembea katika usiku. Roho wa Bwana nilipoamka katika maombi, the Spirit of God was revealing unto me. Inaweza kuwa wewe umeshapata huo ufunuo, mimi ninaendelea nikipata ufunuo hata masaa haya, ya kwamba if you don't walk according to the word of God, if you don't obey the word of God, the word of God will never work in your life. Yes. If you don't obey the word of God, if you don't live according to the word of God, if you don't meditate the word of God, if you don't walk in the light of the word of God, the word of God will never, underline the word, never ever work for you.